wewe. Hebu usinipandishie maruani sasa hivi wewe. Wakipita hapa akajua wewe. Sasa naomba unisikize. Sikia. Wewe ni mwanaume. Futa machozi kuanzia sasa. Nafasi bado unayo. Nafasi bado unayo ya kuchagua ni nini ufanye, ni nini uwezi. Mwanaume unasema uwezi. Hivi wewe ni kizazi chako kitajivunia nini kupitia wewe? Uzee wako utakukuta bado uko njia panda. Hebu jiangalie ulivyo. Hela huna wewe. Gari huna, nyumba huna. Umepaukiana hivi wewe. Kwanza hili ndo linakupa. Unasikia wewe? Unasikia? Awamu nyingine ukiniona mimi Nani amekutupa mama? Wewe ndio mke wangu. Nakupenda. Nakupenda. Kosa la nani? Kosa la nani? Oh. Kosa la nani tujue, hey. Kosa la nani? Oh. Kosa la nani? Kosa la nani? Kosa la nani tujue? Kosa la nani? Ulikuwa wapi? Mama, nilienda kutembea kwa marafiki zangu mara moja. Si unajua matokeo ya form 5 yametoka. Niwatembelee alafu niende shule. Sawa. Alafu mama, mimi naomba uninunulie mahitaji yangu ya shule kama alivyokuwa ananifanyia baba yangu. Ni ombi au ni amri? Inaweza ikawa ombi na ni amri vile vile. Kwa sababu wewe ni mzazi, unatakiwa uchukue majukumu yako. Sasa iko hivi, ngoja nijitafute. Nikipata utaenda shule na nikikosa utakaa nyumbani. Make umeyachanganya mwenyewe. Maisha yana mambo mengi sana, harakati nyingi kupambana. Ya walimwengu ni mengi sana, unaweza kata tamaa. Mapenzi yanadhalilisha bila pesa. Wanaweza tumia nafasi wenye pesa kuchukua ukipendacho. Usitumie hasira unaweza sababisha makosa, ukapoteza dira kisa hasira, wakukusevu kwenye matatizo ukakosa. Kosa la nani? Kosa la nani? Alaumiwe nani? Kosa la 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 nani? Babu, shikamoo. Babu, nimeagizwa hela. Hela? Ndiyo. Mama yako ndo nani? Mama John.
Je, nimemkuta mke wako, maana mimi mama akanipatia maelekezo nje nichukue hela kwa mke wako. Nenda kamwambie mamako nitamtafuta jioni, lakini mke wangu hayupo. Mwambie umemkuta mume wake, hivyo amesema atakutafuta jioni. Nitamtafuta mwenyewe, sawa? Sawa, haina shida. Tafikisha ujumbe. Marahaba, jambo Kolomije? Jambo gani? Ni nzuri za siku? Ni njema. Ila mimi sio njema sana. Kuna nini? Nina changamoto. Uishwagi changamoto wewe? Kuna nini? Yani shida nini? Yaani shida ziishi kama zinaongezeka. Wewe tena. Kwa kwanza umetokea wapi? Sasa unaniuliza hivyo? Niko around tu, si unajua vijana tena. Basi huko ulikopita pita. Umemwona Baba Eliza? Baba Eliza? Si mume wako wewe au? Ni mume wangu ndio. Sasa itakiwa uwe nao wewe nyumbani. Mbona tena unaniuliza mimi tena? Mke wangu unaishi naye? Sio naishi naye, ni mume wangu mimi. Ila leo ana siku ya 5 hajulikani alipo. Makubwa. Kwani shida ni nini yani? Hakuna shida yoyote, ndio kama hivyo ninavyokuambia tu, hajulikani alipo na yani ametoka lakini hajarudi hivyo. Kwa hiyo nipo namtafuta. Kama umemwona unaweza kanielekeza alipo. Wewe siku ile kile nilichokuambia ulienda kumwambia? Nilimwambia ndio. Tayari nini? Umeshajaribia sawa wewe mwenyewe hapo. Mimi nilikwambia usimwambie mtu. Mimi nakusaidia mwanamke. Umeenda umemwambia, umemfikishia kama yalivyo. Sasa ningemfichaje sasa? Mimi nilikwambia nakusaidia usimwambie mtu. Umeenda tena umemwambia. Hivi wewe hiyo aibu hata kama ni unaweza ukaficha hiyo aibu? Kwani wewe ukuweza? Mbona wewe ukuficha? Mimi nilikuwa nakusaidia unaanza. Na mimi nilimwambia ili ajirekebishe, si kwamba aondoke. Yaani msaada juu ya msaada. Mimi nilikuwa nakusaidia, sio umfikishie. Wewe kama wewe umeenda kumwambia. Hivi hiyo aibu hata kama ni wewe unaweza ukavumilia hiyo aibu? Dogo. Kolomije. Naona siku ile ulinisaidia, lakini leo unanichamba. Sikuchambi, mimi nakwambia tu ukweli. Mimi hata siku ile si nikwambia ukweli. Naona ueleweki. Hebu endelea na safari zako. Tulia kwanza. Subiri kwanza. Mimi najua alipo. Acha basi. Unashinga. Unashinga ngapi kwanza? Hapa nilipo kweli sina hela. Chefu. Nyo. Unataka umbea afu hauna hela? Waambia wanakuaga na hela. Dogo, Kolomije. Kolomije. Sasa kama unamjua unipeleke alipo. Wewe. Uyu munsi ni leo. Kila siku nahudhuria hapa kwako. Sikukuti, leo nimekubahatisha. Haki ya Mungu. Kumbe Mungu hamtupi mja wake. Haya. Bwana, nimekuja kuija kahera kangu. Kila siku nakuja, sikuoni. Kila siku. Yaani leo nimekubahatisha sikuoni. Naomba hela yangu. Mr. Kabilo. Hata salamu tu kweli inashindikana. Nitasalimiana na mtu amenidhulumu. Siwezi. Hata sijakudhulumu. Hajanipa hela yangu, sasa ndo tusalimiane. Mr. Kabilo, naomba nikwambie kitu kimoja. Yaani kwa hizi changamoto nilizopitia, huwezi amini. Hadi muda huu sijaingia tandani. Shida ni nini sasa? Mr. Kabilo, tumekuwa tukisaidizana kwa muda mrefu rafiki yangu. Lakini hili lilonipata mimi. Naomba tu wala upate dakika moja tu nikusimulie. Haya basi, hiyo dakika moja mimi nakupa. Endelea kunisimulia sasa na mimi nikusikie. Na ukiniambia baba havingi mmuto gwanje. Yaani yumoje tulimbiri. Yaani yumoje tulimbiri akia. Nimefika tu hapa nikakutana na chumba kiko wazi. Hapo. Walao nimekuona.
Hivi Eliza, ushoe kabisa kujifikiria kwenye hii dunia kwamba unaishi na binadamu wenzio wewe? Hivi mbona wewe mkatili sana wewe? Hebu jiangalia juu mpaka chini Hivi wewe unajikuta nani hasa wewe? Hivi mbona hivi wewe ni wa kumtesa hivyo Kitaganda kweli? Kitaganda mwanaume inafikia hatua mwanaume anashindwa kuoga, anashindwa kunyoa nywele, anashindwa yani mpaka kuvaa nguo safi. Mwanaume anashindwa kula sababu yako. Hivi unajikuta nani hasa wewe? We, sikiliza. Usinipaparukie mimi muone kwanza. Wewe Kitaganda nilimtuma? Basi nakwambia hivi sasa, kama wewe ni rafiki yake, kamfikishie, na yeye simpendi. Unaanza kuleta mambo ya utumwa hapa eti? Muone kwanza. Eti mambo ya utumwa. Hivi wewe ushawahi kujifikiria hata siku moja kama anakupenda, anapoteza muda wake kwa ajili yako Nyumba iko wazi. Tafasili yake nimekutana na barua tu. Barua inasemaje? Watu wengine hata macho hayaoni vizuri, kusoma tulikimbia. Ngoja tu nihuiwishe. Mume wangu mama. Hivyo huyu mwanamke ni mwe. Pole sana sasa. Mimi hata nilikuwa sijui. Kinachoniuma zaidi, kaondoka dada mtoto wangu. Na si kwamba tuligombana. Hapana, hatukugombana. Ila tu amechoka tu na ile hali ya maisha. Kwani? Yaani kaondoka na mwanao. Halafu hapa nimekuta wao umejiinamia, vitu vya ndani na vyenyewe havipo. Sasa hapo unafanyaje ndugu yangu? Mr. Kabilo, kinachonisikitisha zaidi ni kuona kuwa mwanamke kashindwa kuvumilia. Kumbuka kipindi cha nyuma nilikuwa ukinisaidia na kusaidia. Ni kweli kabisa. Lakini kuna changamoto imetokea kazini, tumefukuzwa Magema. Kwa mpaka sasa hivi sina pa kushika. Kule Magema kwa kule mwiko kwa mnachimba dhahabu. Ndio. Mmefukuzwa na penyewe. Tumefukuzwa. Mama zile baharagashi. Sasa mtakuwa mnachimba wapi tena? Yaani kinachoniuma kabisa Mr. Kabilo ni mke wangu. Alikuwa akithamini yeye bora asuke ila sisi tulale njaa ndani. Jo. Alikuwa amekoswa bwenge kabisa. Yaani asuke nywele za kichwani mwake, wewe ulale na yeye familia njaa. Ana akili huyu. Alikuwa sio mjenzi kumbe. Nimehangaika naye miaka 4. Yaani lakini sijui tu mke wangu amepatwa na wanarubuniwa. Yawezekana amerubuniwa baada ya kulala njaa siku moja, hana uvumilivu, masikini ya Mungu ameenda. Na kinachonisikitisha kabisa Mr. Kabilo, tulienda hospitali tukakosa hela. Leo kanikimbia. Sasa ina maana ametoka hata hajaaga na majirani sasa. Yaani hivi unavyoniona sijaingia hata ndani, ndio nilikuwa nataka kuingia ndani na wewe ndio kama umefika. Mr. Kabilo. Sasa kwa hiyo naona kama vile sijaona vizuri. Hebu fungua hapo kamlango nione vizuri. Yewe. Kila kitu Nakwambia hivi. Pole sana rafiki yangu. Sasa mimi nisiseme mengi ndugu yangu. Haya ni ya dunia. Kwa vile mwanamke amekufanyia hivyo, amekomba kila kitu, umebaki mweupe limwe tujichanda. Pole sana. Mimi naenda, utakapopata kahera kangu usinikimbie. Wewe niambie hata kama umetaka 200 kama 300. Wewe niambie tu nitakuja nikachukue. Sawa? Nikope tu muda, maana na wewe ni mwanaume. Leo ukuta, leo kwako, kesho kwangu. Uwezi jua. Wale wahenga walisema kwamba ukimwona mwenzio ananyolewa, na wewe za kwako uwekemo maji, ina maana unasubia kunyolewa. Sasa mimi kwa hilo sina ya kusema, niende tu ndugu yangu. Mr. Kabilo. Nakasaga jenda hise. Naomba niseme tu kitu kimoja. Nashukuru sana sana sana. Na si wewe tu, na yeye mwenyewe kuna watu wengi walikokuwa na mdai. Mke wako?
Yaani huu muda tu nimefika hapa, hata masaa mawili hayajaisha, wamekuja watu 3 kudai. Hao ndio nimekutana na kale kabindi kanaenda. Kale kametoka hapa. Ndio. Mama umekuisha sasa. Sasa tutafanyaje? Sawa mimi nimekuelewa. Maana wewe ni mwanaume mwenzangu. Sasa wengine kazi kwako namna ya kuwaambia. Mimi sina jeuri. Ndugu yangu. Pole kwa hilo. Nashukuru sana mimi. Mimi ngoja niende nikaendelea majukumu mengine nisaidiaje familia njaa. Maana nilikuwa nategemea ukahela nikapata nikahemelewa wanangu tebe. Sasa. Niseme mengi nikamaliza na ya kesho. Nakasaga mwenewa. Maisha yana mambo mengi sana, harakati nyingi kupambana, ya walimwengu ni mengi sana, unaweza kata tamaa. Mapenzi yanadhalilisha bila pesa, wanaweza tumia nafasi wenye pesa kuchukua ukipendacho. Nisha kuona sana, kumbe umbea wako hujaacha. Wewe ni mbea sana. Mambo yangu na Kitaganda yanakuhusu nini? Mbea? Mimi nakwambia ukweli wewe. Kijana wa watu anakupenda wewe. Haya basi ulinikataa mimi. Nimeshakubali kwamba ndio umenikataa sijui sababu mimi sina hela, sina sijui nini. Basi walau hasa mfikirie mwenzio anaishije. Kijana wa jamii yetu sisi huyo. Jamii yetu na sisi tunasema kwamba mtani kwetu sijui kuna kijana anapiga kazi, anaishi vizuri. Wewe unamtesa kama hivyo. Hivi wewe ni nani hasa? Muone kwanza. Kazi kufuatilia tu. Afu wewe umbea wako kumbe hujaacha. Muone kwanza. Kazi umbea tu mwanaume, kazi umbea kufuatilia mambo ya watu. Hebu nipishe mimi huko na mwanaume. Umbea. Nakupangilia maisha. Miguu yangu kama ya bata hiyo wewe. Unalinga. Mwili una madoa huo mwili. Bili. Hata Kitaganda alikupendea ni nyepu. Unatia kinyaa wewe mwanamke. Hebu muone. Sura kama uso. Kosa la nani? Kosa la nani? Kosa la nani tujue?